Katika nyakati hizi twakuja tena mbele zako tukiwa tunajua sisi ni wanyonge, na kwa hiyo tunaomba msamaha wa dhambi wa makosa yetu na makosa yetu. Tunataka kila mtu upate endelea kumtakasa na kumuondolea udhalimu wake wote, na tupate kustahili mbele zako. Twalitukuza jina lako, maana kwa hili tunapata iliyo neema, tunapata baraka, tunapata kile ambacho tunakitamani. Mawazo yako yalivyo makuu na mema zaidi, unavyokuwa na mipangilio mizuri kwa ajili ya kila mtu, na wala sio ya taabu, wala sio ile ambayo ni ya kumletea huzuni, lakini ni ya kumpatia tumaini katika siku ambazo atakuwa nazo hapa duniani na hata tufike mbinguni. Tunaendelea kulitukuza hili jina, maana kwalo miujiza mengi tumekwisha kushuhudia, na hivi jina lako endelee kutukuzwa milele zote. Tunatamani tuweze kujifunza kuhusu maneno yako mazuri matamu ambayo umekwisha kutukabidhi tupate kuwa wenye kuyasoma, na ambamo umeweka ndani yake uzima wa milele. Na hivi tunaomba kila mmoja apate endelea kumfunza. Na hivi asante, maana ulitupenda tukadhamani, ukamtuma mwanao Yesu Kristo aje afe kwa ajili yetu ili tupate kuokolewa. Tunaendelea kulitukuza, maana kwa huyu tena tukakabidhiwa Roho Mtakatifu ambaye kwa mwalimu, kiongozi na mfariji wetu katika maisha yetu. Tunaendelea kuomba kupitia majina haya kwako wewe uliye Baba uliyetupenda na ukamtuma mwanae Yesu Kristo, na hivi hatimaye ukamtuma pia Roho Mtakatifu. Na katika huu moja ambao mnakuwa nao, tuendelea kulitukuza jina lako Mungu, para kumfunza kila mmoja wewe ni nani. Tunatamani tupate kufahamu na tupate kujua wapi majina yenu mmeyapata na nini maana yake, na Mungu mmoja unavyokuwa katika ufalme ambamo tunaufahamu. Hivi endelea kujifunua kwetu, na wote ambao wamekwisha kujitafuta ama kujitahidi kupata mafundisho zaidi kuhusu Utatu Mtakatifu, umoja wenu mliokuwa nao kuwa Mungu mmoja. Asante kuja kutufunza kupitia maandishi haya. Roho Mtakatifu endelea kuwa mwalimu mkubwa katika maisha yetu, na hivi yote ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Wapendwa katika Kristo, tumekuwa watu ambao tunatafuta kujifunza kuhusu Mungu mmoja ambaye anakuwa katika umoja wa nafsi tatu ambazo ni za milele: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni swali kubwa ambalo watu mara nyingi wamejiuliza na wanatafuta wapate kufahamu ni nini iliyo maana yake. Na wakati tunatafuta kujua maana ya hii yote, ni kuwa tunahitaji kuwa katika umoja katika imani, kuliko kupambana, kuliko kuleta mizozo, kuliko kuleta changamoto katikati ya taifa ama waumini katika Kristo. Kumetokea walimu wengi ambao wamekuja na mafundisho ambao wanakuja kupinga huu utatu, na mara nyingi wanasema ya kama wakati tunavyokuwa wenye kuabudia Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wao wanadhani
wamemleta shetani naye aingie katikati ya hayo majina, wakizania kama roho ndiye amekuwa shetani hapo. Maana Baba ametuma mwanaye, na tumemfahamu vizuri, naye ni Yesu Kristo. Halafu wanaenda kuzungumzia Roho Mtakatifu, wanasema tukimfanya kuwa nafsi naye, huyu atenda kuonekana ni shetani. Wao wanaichukulia tukisema Roho Mtakatifu tuseme ni nguvu zake, na wala mbona sio ambayo yaliletwa na Yesu Kristo. Kristo alivyokuwa amesema tupate kuenenda katika ulimwengu mzima, tukahubiri Injili kwa mataifa yote, kwa kila lugha na kwa kila jamaa. Alisema wanafunzi wakusanyike huko Yerusalema ili wapate kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, huyo Roho atakayetumwa na Mungu, na huyo Roho atatupatia nguvu. Sikusema Mungu atatuma nguvu yake ambayo ni Roho Mtakatifu, lakini anatutumia Roho Mtakatifu atakayetupa nguvu. Na hivi ndivyo inavyokuwa katika kujifunza, tupate kuelewa Kristo ni nani, tupate kuelewa Baba ni nani na Roho Mtakatifu ni nani. Karibu sana katika majifunzo haya, na tukiwa katika umoja na tukimuelewa Kristo ambaye anaishi na ambaye ni mwenye kutukuza kila siku. Hapa kuna mafungu kadhaa ambayo ningelipendelea tupate kuyasoma kwa pamoja, na haya mafungu ambayo tutakayojifunza kila mara, uwe mtu ambaye atajiweka taratibu na ambaye atajiweka karibu na Biblia yake na upate kusoma mojawapo wa maandishi ambayo yamewekwa juu ya somo hili. Ukiangalia katika maandiko matakatifu zaidi sana, tukiangalia katika vitabu ambavyo ni vya Agano Jipya, maana ndimo ambamo umeenda kuonekana hayo majina yakiwa yametajwa vizuri kabisa na kwa wingi. Tukiwa katika kujifunza juu ya Mungu mmoja, tutaangalia vile katika Agano la Kale mafungu kadhaa ambayo yanakuwa ni yenye kutufunza juu ya Mungu. Katika maandiko matakatifu hayo tunaenda kupata udhibitisho ulio wazi ya kuwa kuna Mungu mmoja. Hebu fungua kitabu kama cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6 kwa fungu lile ambalo ni la 4. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6 fungu ambalo ni la 4. Maandiko matakatifu yanasema, Israeli sikiza, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja. Hatuna mwingine Bwana, yule ambaye anaweza katupatia njia, yule ambaye tunaweza tukamtumikia. Katika lugha za Kifaransa wanasema Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Tunaye Bwana mmoja. Yule ndiye ambaye anakuwa ni mkuu wa kazi, mkuu wa mishoni, kiongozi ambaye tunamfuata. Yeye ndiye aliye Mungu wetu na ni mmoja. Hakuna mwingine zaidi hapo. Hebu ukiangalia katika kitabu kama cha Kutoka 12 kwa fungu ambalo ni la 3. Anaenda sema usijifanyie miungu mingine ila yeye. Mbali ya huyu Bwana tunaye, usitafute mwingine mwa Bwana, usitafute mwingine Mungu mbali yake. Yeye aliyezifanya mbingu na nchi ni yeye ambaye tunayekuwa naye kama Mungu ambaye tunatakiwa kumwabudu na ambaye tunatakiwa kumfahamu vizuri.
Katika kitabu ambacho ni cha Isaya 45 fungu ambalo ni la 5. Isaya 45 fungu ambalo ni la 5, panaenda kusema, mimi ni Bwana Mungu wala hapana mwingine zaidi yangu. Mimi ni Bwana Mungu wala hapana mwingine zaidi yangu. Unakuta maandiko madhalifu, Mungu mwenyewe anakuwa ni mwenye kujionyesha mwenyewe. Anasema yeye ndiye Mungu mmoja tu, hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Katika maisha yako pata kuwa mwenye kufahamu hilo tu. Kitabu ambacho ni cha Agano Jipya kilichoandikwa baada ya Kristo ni katika kitabu ambacho ni cha Yakobo sura yake ya 2. Yakobo sura ya 2 fungu la 19. Yakobo sura ya 2 fungu ambalo ni la 19, panaonekana maneno mazuri ambayo yanasema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, na hapo watenda yaliyo mema, wafahamu vema, watenda mema. Mashetani nao wanaamini hayo ya kuwa kuna Mungu mmoja. Wanaamini hayo na vile wanaogopa. Unavyoamini wewe ya kuwa kuna Mungu mmoja, vivyo na pepo za shetani, vivyo na shetani na malaika zake wanafahamu ya kuwa kuna Mungu mmoja. Halafu katika kujifunza maandishi matakatifu, ningelipenda tuweze tukajifunza kutoka katika Agano la Kale tukielekea katika ambalo ni Agano Jipya. Tukielekea katika Agano Jipya, katika Agano la Kale kunaenda kuonekana mafungu kadhaa ambayo yanakuwa ni yenye kutufunza aliye Mungu wa kweli. Katika kujifunza juu ya Yesu Kristo, lazima uangalie kitabu kama cha Isaya sura yake ambayo ni ya kitabu ambacho ni cha Isaya sura yake ambayo ni ya 9 fungu ambalo ni la 6. Kitabu cha Isaya sura yake ya 9 kwa fungu ambalo ni la 6, tunampata yule ambaye anaitwa mwana wa Mungu. Tutaanza kumwangalia vile na baba. Tunaweza tukaanzia hata vile kwa kujifunza juu ya baba ni nani, katika kujifunza juu ya nafsi ambazo zinaenda kuonekana katika maandiko matakatifu. Baba ambaye anaitwa Mungu, kitabu kama cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 8 kwa fungu ambalo ni la 6, linaenda kusema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Tunaye Mungu mmoja tu ambaye ni Baba na wala hakuna mwingine. Mungu mmoja ambaye ni Baba mwenye, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Huyu ndiye Mungu. Unaweza kuendelea na hiyo shairi, haijakomea hapo, lakini kitu ambacho tunatafuta kilicho muhimu ni hicho tu. Baba ndiye ambaye ni Mungu mmoja tu ambaye ni Baba. Ukiangalia vile hayo mashairi yanakuwa ni yenye kutupatia aliye Baba ni nani. Nenda ukaangalia kitabu kama cha Yohana sura yake ambayo ni ya 3 kwa fungu ambalo ni la 16. Fungu ambalo ni la 16 wanatuambia kuwa
Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye. Mungu huyu ni nani aliyependa ulimwengu na akamtoa mwanaye? Tunamkuta ni Baba. Akamtuma mwanaye ambaye ni Yesu Kristo. Sasa huyu mwana tuende tukamwangalie, je, alifika hata duniani? Tuangalie kwanza maandiko yanavyokuwa ni yenye kumfunza huyu, yenye kutufunza kama ni nani. Isaya sura yake ambayo ni ya 9 kwa fungu ambalo ni la 6 panasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Anayo majina hapo matatu ambayo tunaenda kuyapata. Huyu mtoto ambaye anakuja kuzaliwa, mtoto ambaye anakuja kuzaliwa anaenda kupewa majina matatu katika hiyo kitabu: Mungu mwenye nguvu, Baba aliye wa milele, Mfalme ambaye ni wa amani. Huu ndio mwana tuliopewa. Hebu ukiwa mtu ambaye anaendelea kujifunza kuhusu huyu mwana, lazima uwe mtu ambaye atakuwa ni mwenye kulinganisha masemi ya hawa wote, Baba na Mwana, masemi yao, lugha yao. Je, sio watu ambao wanajivuna kweli? Mwingine anasema mimi ndiye Mungu, mwingine anasema mimi ndiye Mungu, lakini hatujawahi kusikia mahali ambapo waligombana sababu ya hayo majina. Ila ni sisi wanadamu ndio ambao tunatafuta mahakama kwa ajili ya hayo majina, tunatafuta kupambana sababu ya hayo majina. Tumempata huyu mwana ambaye amekuja kuzaliwa. Hebu tuangalie wapi alikotoka na huyu mwana ni nani. Maana tumemfahamu ya kuwa Baba ndiye Mungu mmoja. Tuangalie kitabu kama cha Yohana 1 fungu la 1, na tutasoma kwa fungu ambalo la 14 vile. Maandiko matakatifu yanasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ambayo ni kweli. Tunapata tena neno ambalo linasema neno ndiye aliyekuwako huko mwanzoni, na huyo neno alikuwa tena kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Neno alikuwa Mungu, alikuwa kwa Mungu, alikuweko. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Mungu yupi? Alikuwa pamoja na Mungu. Mungu yupi? Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Jifunze tena zaidi, soma maandiko matakatifu na upate kuelewa. Anakuja kufanyika kuwa mwana kivipi huyu neno ambaye ni Mungu? Huyu Mungu anakuja kufanyika mwana wakati gani? Wakati anakuja kuvaa mwili wa mwanadamu. Kwa fungu la 14 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona sasa amekuwa na utukufu kama wa mwana wa Mungu. Yaani huko mbinguni alikuwa nani? Ni Mungu. Huko mbinguni ni Mungu. Anaposhuka hapa duniani kwa ajili ya wokovu wetu, ndipo anakuja kuonekana, anakuwa mwana.
mwana wa Mungu. Ukiangalia vile katika hali ambayo ni ya uumbaji, wakati Mungu anatafuta kumuumba mwanadamu, alienda kusema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alitafuta kwenda kumaanisha nini? Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa na nani? Tumfanye. Imeenda kuwa ni katika wingi. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wetu nao ni wingi. Alikuwa na nani? Alikaa na nani? Ndipo akasema tumfanye mtu. Kitabu ambacho ni cha Yohana 1:1 kimetuonyesha kuwa huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Yaani kumbe Kristo alikuwa pamoja na huyu Baba wakati wanafanya nini? Wanatafuta kuumba mtu. Ukiendelea kwa fungu la pili katika Yohana 1, wanakwambia kwa yeye huyo mwana, kwa yeye vitu vyote vilifanyika, na wala pasipo yeye hakuna lolote lililokuwa limetendeka. Pasipo yeye aliumba huyo. Jambo lingine ni kwamba katika kujifunza juu ya mwana, tukiangalia katika kitabu ambacho ni cha Yohana sura yake ya 12 kwa fungu ambalo ni la 12. Yohana sura yake ya 12 kwa fungu ambalo ni la 12 panaenda kuonekana Tomaso, mwanafunzi wa Yesu Kristo, ambaye anaenda kuulizwa huyu ni nani? Naye akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Huyu ni Bwana wangu na Mungu wangu. Na wala Yesu mwenyewe hakumkataza. Yesu hakumkataza kusema usiseme mimi ni Mungu. Hakukataza. Alikubalia. Yeye ni Mungu wangu, Bwana wangu. Kumbuka Kumbukumbu la Torati sura 6 fungu la 4 lilisema tunaye Bwana mmoja ambaye ni Mungu mmoja. Na huyu Tomaso anakuja kutia sahihi tena, analikazia, na Kristo naye anatia sahihi. Hakuna kumkataza, hakuna alimkataza. Angalia kitabu kama cha Tito sura yake ya 2 fungu ambalo la 13. Tito sura yake ya 2 fungu ambalo la 13, tunaenda kupata neno ambalo linasema tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nani ndiye Mungu mkuu na mwokozi wetu? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Neno kaangalie mashairi haya, utenda kumulinganisha halafu na Baba wanavyokuwa katika utukufu. Tumulinganisha na Baba. Hakuna yeyote ambaye amesema mimi si Mungu. Kristo hajasema yeye si Mungu, wala Baba hayatuambia huyu sio Mungu. Wote wanakuja ni Mungu. Angalia kitabu kama ambacho ni cha Ufunuo
Ufunuo sura yake ambayo ni ya kwanza na fungu ambalo ni la 8. Ufunuo sura yake ya kwanza fungu la 8 linasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa Yohana. Tunamkuta Mungu anamtuma malaika aende, anamtuma malaika aende kwa Yohana, aende aonyeshe Kristo ambaye tulimshuhudia hapa duniani. Anakuja kutuambia huyu Mungu aliyemtuma ya kuwa yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ambaye alikuwako. Yohana 1:1, neno huyo alikuwako huko mwanzoni, aliyeko na ambaye atakayekuja. Il sera, il viendra aussi. Huyo Mungu mmoja. Neno kaangalia kitabu ambacho ni cha Yohana sura yake ya kwanza kwa fungu ambalo ni la 17, fungu la 17 na la 18. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama moto aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Huyo ni nani? Kristo mwenyewe ndiye anamwambia Yohana, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Huyu Yesu Kristo, neno ukaangalie, pata uhakikisho vizuri. Ufunuo sura yake ya 22 fungu la 13. Ufunuo 22 fungu la 13 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Huyu ni Yesu Kristo ambaye anatamka maneno haya. Sio Baba ambaye amesema, lakini ni Kristo mwenyewe anayasema. Ni Kristo mwenyewe anayasema. Halafu tusio wote ambao tunaenda kupambana sababu ya hao wawili, Baba na Mwana, wote wanaitwa Mungu, wote wanaitwa Mungu. Usitafute kututenganisha, wala usitafute kuja kutupiganisha. Tunampata huyo tu, ni Mungu, hakuna kupingana. Tuende katika kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu naye ni Mungu, Twende tuangalie kitabu ambacho ni cha Matendo sura yake ya 5 kwa fungu la 3 mpaka lile ambalo ni la 4. Kitabu ambacho ni cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 5 kwa fungu ambalo ni la 3 na lile la 4. Kunaonekana maneno ambayo yanasema, kwa nini shetani ameujaza moyo wako umudanganye Roho Mtakatifu? Naendelea, wewe hukumdanganya mwanadamu, bali umemdanganya Mungu. Anania alipoenda kutoa sadaka, alivyokuwa ameficha sehemu ya mali, alikuja mbele ya mitume wa Yesu Kristo waliochawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Anakuja na hiyo sehemu, na Petro anamuuliza, je, mali yote ni haya? Na akasema, ndiyo, mali yote ndiyo haya. Na akamwambia, kwa nini umdanganye Roho Mtakatifu? Haujamdanganya aliye mwanadamu. Usizani umemdanganya Petro.
unamdanganya Mungu. Roho ndiye alidanganya, lakini ni Mungu. Mungu ndiye alidanganywa, huyo Roho Mtakatifu ndiye Mungu. Angalia kitabu ambacho ni cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 kwa fungu ambalo ni la 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kwa fungu ambalo ni la 16. Hamujui ya kama ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mimi hapa mwili wangu ni hekalu la Mungu, na huyo Mungu anayekaa ndani yangu ni Roho Mtakatifu aliyetumwa au mwalimu wangu ndani ya hekalu hili. Roho Mtakatifu aliyetumwa na Baba, naye ni Mungu. Hebu linganisha sauti hizi ambazo tunaenda kuzipata. Ukiangalia Kristo alivyokuwa amesema ya kuwa tutapewa nguvu kisha kutujilia Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza fungu ambalo la 8. Tunatumiwa huyo mshahidi wa Yesu Kristo. Mshahidi wa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu. Ni nafsi, sio nguvu, ni nafsi inatumiwa kwetu. Angalia Matendo ya Mitume sura yake ambayo ni ya 28 fungu ambalo ni la 25. Matendo ya Mitume 28 fungu ambalo ni la 25. Panaenda kusema, Paulo alipokwisha kusema maneno, alipokuwa kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya. Kwa kinywa cha nabii Isaya, Roho Mtakatifu alinena na wazee wetu. Alinena maneno gani? Nenda ukaangalia kitabu ambacho ni cha Isaya. Paulo anapokariri maneno yale, tunaenda kuangalia ni nani aliyekuwa akiongea na Isaya. Isaya sura yake ambayo ni ya 6 fungu la 8. Fungu la 8. Isaya alipokuwa katika hekalu akiomba, aliona utukufu wa Mungu unakuja kujifunua kwake. Akaona utukufu wa Mungu, Mungu anakuja kwake. Na mbona alikuwa anafahamu neno alilokuwa amelinena kwa Musa? Hakuna mwanadamu atakayeniona mwenye dhambi halafu na akaishi. Isaya alikuwa na hiyo oga, akasema mimi mwenye dhambi nimeona utukufu wa Bwana, nimeona utukufu wa Mungu, mwisho wangu umefika, sitaishi tena. Ndipo sauti ikamjia kwa fungu ambalo la 8. Ukiangalia kwa mfungo hapo ya kwanza, kuna malaika aliyekuja kumtakasa, katakasa mikono yake, katakasa midomo yake. Fungu la 8, akampea kazi huyo Bwana. Tunaye Bwana mmoja ambaye ni Mungu mmoja. Akampea kazi. Ni mtume nani? Ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Kwa ajili yetu. Wana nani huyo Roho Mtakatifu? Huyo tena ana nani? Ataenda kwa ajili yetu. Wa akina nani? Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni nani atakaenda kwa niaba ya hao watatu? Hapo kwa mtu ambaye anafikiria tena zaidi, ni nani atakayeenda kwa niaba ya hao watatu? Ukiendelea na hayo mafungu, nenda ukaone ya kuwa alienda kusema huyo neno, huyo Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura yake ambayo
ni ya Matendo ya Mitume sura yake ambayo ni ya 12 fungu la 25. Nenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msioni. Maneno mamoja aliyakariri huyo Paulo katika hiyo kitabu cha Matendo 28 fungu ambalo ni la 25. Tumesoma katika Isaya sura yake ambayo ni ya 6 fungu ambalo ni la 9. Maneno yale mamoja ndio yanakaririwa. Anaenda sema ni Roho Mtakatifu aliyesema. Isaya anasema tumeona utukufu wa Bwana ambaye ni Mungu, ambaye hawezi akaonewa na mwanadamu na akaendelea kuishi. Tuende uangalie kitabu ambacho ni cha Yohana sura yake ya 14 kwa fungu ambalo la 16 na la 18. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Binadamu wale wameshindwa kumpokea maana haonekani, wameshindwa, lakini sisi tunamfahamu vizuri, maana anakaa ndani yetu. Tunamjua huyo Roho Mtakatifu na ndio maana tumempokea. Lakini wale wanamkana, wanasema sio nafsi, wanasema huyo sio Mungu, wanaita nguvu za Mungu ni sawa tu, lakini fahamu ya kuwa naye ni Mungu. Angalia kitabu ambacho ni cha Matendo ya Mitume hiyo 12 fungu ambalo ni la 28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mupate kulilisha kanisa la Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Huyo Mungu aliyenunua kanisa lake kwa damu yake mwenyewe ni nani? Roho Mtakatifu amekuja kwetu na atakuwa ni msimamizi wa hiyo kazi. Huyo Mungu atakuja kwetu na au msimamizi, anakuwa ni mshuhuda wa Yesu Kristo ambaye alikomboa kanisa lake kwa damu yake. Maandiko yanasema Mungu aliyelikomboa kanisa lake kwa damu yake. Mungu tunafahamu mbona ni Kristo aliyemwaga damu yake. Tukisema ni Baba, ilikuwa ni damu yake. Kama ni damu yake, alimzaa. Yaani huyu ana mama kule. Ukijiuliza maswali mengi unaweza kupotea. Lakini pada kuwa mtu mwenye kuelewa, kuwa na uwazi kabisa wa maandiko matakatifu, huyo ndiye ambaye Mungu tunayemsubiria kila siku, ambaye atakayekuja mahali ambapo atakuwa nasi tuweze kuwa pale. Nenda kaangalie katika Isaya sura yake ya 9, anasema yeye ni mfalme wa amani. Angalia kitabu ambacho ni cha Danieli sura yake ya 2 44. Jiwe hili likaja likaponda ile sanamu ambalo alikuchongwa na mikono ya mwanadamu, nalo likaijaza ulimwengu, na wala hapa kuonekana tena ufalme ambao ulikuja kuondoa ufalme wa jiwe. Danieli sura yake ya 7 fungu la 26 27.
Naye mzee wa siku alisimama na akatoa hukumu kwa ajili ya huyo mnyama, mtawala wa kanisa, mtesi wa kanisa. Akauteketeza, na wala hapakuonekana mwingine mfalme badala yake, na huyo akatawala milele na milele. Ni nani huyo? Kristo sio mfalme ule? Baba sio ule mfalme? Roho sio ule mfalme? Tunangoja huyo Mungu ambaye anakuja. Ndio maana kanisa la Wasabato limeenda kukwambia ya kuwa tukisema Mungu, tutakuwa watu ambao tunaenda kuunganisha hizo nafsi tatu. Kumbuka wakati Kristo alivyokuwa ameulizwa tuonyeshe Baba, na kasema ukanitazama umekwisha kumwona Baba. Ukinitazama umekwisha kumwona Baba. Na wala usijiulize Baba tena ni nani. Usijiulize. Mtazame Kristo tu, utakuwa umemwona Baba. Akaendelea kuomba kwa huu mmoja wao, nimemaliza kazi niliyopewa hapa duniani. Nimeimaliza kazi niliyopewa hapa duniani. Nirudishie utukufu niliokuwa nao hapo awali. Nirudishie utukufu niliokuwa nao hapo awali. Mpendwa, huyo ndiye Kristo. Wewe unatafuta yupi tena? Utukufu aliokuwa nao hapo awali ni utukufu gani? Si ni Mungu huyo? Halafu acha nikuoneshe kwa nini hayo majina tumeenda kupewa. Katika kupewa majina kama na hayo ni sababu ya kazi kubwa ambayo inaenda kuonekana, inaenda kutendeka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Mwanadamu inatakiwa apate kukombolewa atoke katika utumwa wa dhambi, na ili huyu mwanadamu apate kukombolewa lazima paonekane mpango ambao ni wa wokovu. Mmoja wao waliokaa kwa ajili ya kumuumba mwanadamu, mmoja wao akasema nitashikilia mamlaka yote. Wakati wewe unatoka katika hayo mamlaka, unashuka, unavyofanyika kuwa mwana, unajishusha. Nitashikilia mamlaka, na ni kwa haya tu utakuwa unakimbilia. Unapokutana na ugumu wote duniani, wakati umevaa mwili wa mwanadamu, kimbilia hayo mamlaka yako. Na huyu mwana akasema ndiyo, nitajitoa nimkomboe mwanadamu, tusije tukamharibu, tusije tukakubali apate kifo ambacho kilikuwa ni cha hakika, ilivyokuwa ni hukumu iliyotolewa hapo Edeni. Ukikosa juu ya amri hii, ukila kwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa. Kifo hiki cha milele lazima tukiondoe, ili mwanadamu huyu, maana ana hekima, apate kuchagua kilicho chema na kilicho kizuri. Akichagua kilicho chema ataweza kuishi, akichagua iliyo mauti hataweza kuishi. Nitajitoa. Ndipo akawa ni mwenye kutabiriwa na Isaya ya kuwa tumepewa mtoto mwanaume. Nenda ukaangalie katika sadaka zilizokuwa zinatolewa kila siku toka Adamu, kondoo aliyechinjwa wapate kuvaa, kondoo aliyekuwa anateketezwa, sadaka ya kuteketeza kwa ajili ya watu kujitakasa, kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Hii yote ni Kristo ambaye alikuwa ni mwenye kuwakilishwa katika hao wana-kondoo. Sadaka zilizokuwa zinatolewa huko kwenye hema
mwisho wa mwaka, mara moja kwa wiki, kwa mwaka, ng'ombe dume. Huyo Kristo atakayechinjwa mara moja tu. Tunaenda kuangalia Kristo anapokuja kuzaliwa, akavaa mwili wa mwanadamu, ndipo tukamuona kuwa mwana wa Mungu, tukamuona kuwa mwana wa Mungu. Ndipo pale alipokuwa mwana wa Mungu, alipoachana na utukufu aliokuwa nao. Kitabu ambacho ni kitabu kizuri ambacho nilipenda upate kukifahamu vizuri. Huyo Mungu mmojelelea hakuona sawa kuwa na Mungu, hakuona kuwa sawa kuwa na Mungu kuwa kitu ambacho ni cha kushikamana nacho, hakuona hicho. Ndio maana akawa ni mwenye kubadilika, avae mwili wa mwanadamu na aje kwetu ili apate kutuokoa. Alivaa mwili wa mwanadamu, hakuona kuwa sawa kushikamana na kitu kama Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Ni katika kitabu ambacho ni cha Wafilipi sura yake ya 2 fungu ambalo la 6. Kitabu ambacho ni cha Wafilipi sura yake ya 2 fungu ambalo la 6 linasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yona namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Angalia kwa fungu la 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Na tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Angalia, ukiangalia kwa fungu ambalo la 19, kwa hiyo tena Mungu alimuazimisha mno, akamrudishia utukufu wake, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Lipitalo kila jina ni jina gani? Mungu. Ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Alafu wewe unayepingana na kanisa, unayetafuta kugombana na kanisa, njoo kanielezee, njoo katuelezee. Umekuja kupambana na kanisa, umepambana na maandiko matakatifu, umepambana na jina la Mungu. Ni nani anayestahili kuabudiwa? Ni nani anayestahili kutukuzwa? Ni nani anayestahili kusifiwa? Tunaye Mungu mmoja. Usijifanyie miungu mingine badala yangu, hata sanamu usivifanye na kuanza kuvitumikia. Mimi ndiye Bwana mmoja, nirudishie utukufu niliokuwa nao. Na ule utukufu alirudishiwa, yeye ni Mungu na wala hapana mzozo. Angalia kile kitabu ambacho ni
Kitabu ambacho ni cha Isaya, ni cha Ufunuo samani, Ufunuo sura yake ambayo ni ya 22 kwa fungu ambalo ni la 17, kwa ushirikiano wanaokuwa nao huko mbinguni. Na roho na bibi arusi wanasema, njoo. Naye atakaye naye aseme, njoo. Ninyi mlio na kiu, njoo mkanywe. Hayo ni maji ya uzima yanayoenda tolewa kwa bure. Roho Mtakatifu anaposhirikiana na kanisa la Waadventista wa siku ya 7 waliosalia wakiwa ni watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo, wanaposhirikiana na Mungu Roho Mtakatifu wanasema, njoo. Ndugu yangu, usifanye moyo wako kuwa mkaidi. Usifanye moyo wako kuwa mkaidi. Tunayo Mungu anayetujali kwa kila aina. Tumemkuta Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu, wote wakiwa wenye kuitwa Mungu mmoja. Hawatagombana, hawagombani. Hakuna mwingine ambaye amesema mbona ujiite Mungu? Na wala hatujapata nyingine mafunuo ambayo yanaenda kuonyesha kama hawa sio Mungu. Mafunuo mengine yako wapi? Alivyosema ya kuwa hatafanya lolote hapa duniani asipokuwa amewaambia watumishi wake. Yaani unataka tuambia kama watumishi wake hawapo tena? Wewe mpinga Kristo wewe. Kitabu ambacho ni cha Ufunuo sura yake ya 12 fungu ambalo la 10 linaenda kusema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ametupwa kwenyu huyo ambaye anakuwa ni mwenye kutafuta kututenganisha na Mungu. Ametupwa huyo chini. Halafu siku hizi shetani kameanza kuwa na wafuasi, yaani kutuchongea haijakoma. Anatafuta tu kututenganisha na Mungu. Wakati anakuja na kufundisha, anasema SDA Church imekwisha kubadilisha maandiko matakatifu. Wameshikamana na mnyama, wameshikamana na kanisa la kipagani Katolika, kwa kusema kuna Mungu mmoja, umoja wa nafsi tatu wa milele, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbuka Yesu Kristo alivyosema, mtakapowabatiza watu kwa maji mengi, mtakavyowabatiza watu kwa maji mengi, wabatizeni kwa jina, sio kwa majina, kwa jina. Yote ni majina ya Mungu eti. Kwa jina, hakutia wingi, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa kila jina la nafsi neno kawabatize watu
maana hii ni mission ambayo ilikuwa imetimizwa kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili ya kumkomboa. Baba ameshikilia mamlaka ili yote yapate kuwezekana, na hivi akatuombea tupate uzima wa milele. Huu ni kumjua Baba aliye Mungu Mwenyezi, tupate kumfahamu huyo Baba. Ameshikilia vitu vipate kuwezekana. Wapeni umoja tuliokuwa nao kama tulivyo umoja. Mimi na Baba ni mmoja. Mimi na Baba ni mmoja, asema Yesu Kristo. Halafu hao washitaki wamekuja wanasema SDA Church imekosea. Ninyi mpate kubadilika. Usifanye moyo wako kuwa mgumu wakati umepata maonyo. Roho Mtakatifu anasema njoo, na kanisa linasema njoo. Rudi mwanangu, hata kupotea. Wewe unatafuta kutoka katika nyumba babako na unasema unaenda peke yako. Rudi mwanangu, njoo kama yule mwana mpotevu. Rudi ukabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwana mpotevu alipokewa na babaye. Ndivyo Kristo, ndivyo Mungu anavyotupokea sisi wote. Anavyotupokea na anasema njoo, na wala hatakumbuka yote ambayo tumeyasema, hatakumbuka yote ambayo tumeyatenda, hatakumbuka mabaya yote tumekwisha kuyaonesha, lakini atatuhesabu kuwa wana wapya. Mwito ni kwako leo. Njoo please. Rudi nyuma. Rudi kwa Baba. Tunakusubiria. Njoo ukabatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nafsi tatu za milele ambazo ni Mungu mmoja. Ukimwita Baba Mungu, ukimwita Mwana Mungu, ukimwita Roho Mtakatifu Mungu, haujafanya wawe miungu watatu. Haujafanya wawe miungu watatu, lakini ni Mungu yule mmoja ambaye alikuwa amesema pamoja na Israeli. Wasingalifanya hivyo hatungaliweza kuwafahamu, lakini wote ni Mungu. Ndio maana upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulikuwa ni mkubwa. Akaacha utukufu kuitwa Mungu, ashuke duniani, aje afe kwa ajili yako, aje afe kwa ajili yangu. Huyo Mungu upendo wake ni aina gani? Alikuwa na uwezo wa kumuumba mwingine mwanadamu asiyekosea, lakini akakupendelea wewe. Huyo Mungu akakupenda, akatoa damu yake, akamwanga damu yake kwa ajili yako. Na angalikuwa na kiburi, angalisema tutajangaisha sisi Mungu, tujangaisha sababu ya wanadamu poto. Angalisema hivi, haungalishi. Lakini sababu ya upendo alionao kwako, ndio maana anasema pana, nijitoe kwa ajili yake. Ndio maana ameenda kutuandalia makao, na hakutuacha peke yetu hapa duniani. Aliporudi nyumbani akasema, sitawaacha yatima, na watumieni Roho Mtakatifu ambaye atatumwa na huyu ambaye ameshikilia mamlaka. Roho Mtakatifu huyu atakuwa ni mwalimu wenu, atakuwa ni mfariji wenu, atawafunza mengi zaidi. Huyu atanishuhudia katika mambo mengi. Nampenda sana Mungu, nampenda sana Baba, maana upendo wake haukomi kwangu. Huyo nampenda. Nawe njoo ndugu yangu, wewe ni pasta, umetoka katika kanisa sababu ya hili. Rudi nyuma, njoo. Mimi ni mtumwa tu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ambaye anakuja kwako sasa hivi. Kambale Hangi Jeremia, ambaye amepata neema ya kujifunza maandiko matakatifu,
ambaye Roho Mtakatifu amemfunza tena zaidi. Haingeliwezekana kama ingelikuwa ni uongo. Lakini Mungu ambaye anatupenda amekubali sauti hii ipate kufikia. Ni neema kubwa ambayo umeipata. Ni neema kubwa ambayo umeipata. Mimi si mtakatifu unavyodhani, lakini tuite tu watumwa wasio hata na faida. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena. Basi nitakualika kwa ajili ya maombi. Asante Mungu kwa neema hii ambayo umetupatia. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatendeke duniani kama mbinguni. Ufalme wako uje na utupatie riziki yetu ya kila siku. Tusamehe dhambi zetu kwa namna tunavyowasamehe wanaotukosea. Na usituache tukaingia katika majaribu pamoja na huyo mwovu Shetani, lakini tupate kuinuka kuwa washindi pamoja nawe. Maneno haya ambayo tumeenda kujifunza, asante kututumia tena mwalimu mkubwa ambaye anaendelea kutufunza mengi zaidi. Bariki msikilizaji, bariki hizi familia zao, na wapate kulitukuza jina lako, maana wewe ndiye Mungu unayetupangia wokovu. Ni kweli mawazo yako na mipangilio yako ambayo umeishikilia kwa ajili yetu ni mipangilio mizuri na wala haitabadilika. Tunakupenda Mungu wetu. Asante kwa hii neema. Asante kwa hii habari njema ambayo umetupatia. Upendo wako ni mkubwa na wala hatuwezi tukauonyesha gharama yake ili tulipe. Lakini ukatulipia hiyo fidia na ukatutakasa. Ulilipa bei kubwa ambayo hatungeliweza kuilipa. Na hivi endelea kutukuzwa kila siku katika maisha yetu. Endelea kuwapatia iliyo riziki yao wanaokuhitaji, wanaokulilia. Wasio na nguvu, walio katika hali ya vita, walio katika hali ambayo ni magumu, pata endelea kuwashikilia na kuwafariji Roho Mtakatifu. Asante Yesu kwa mpango mzuri ambao umeenda kutufanyia. Tunahitaji tupate kuwa mahali ambapo ulipo. Utakaposhikilia mamlaka yote, utawala wako, na si vile tupate kuwepo pale. Asante Mungu kwa kutupenda. Na hivi tunaomba hayo yote ni kwa jina la Yesu Kristo. Amina. See